Habari kutoka DTech. Leo ninakusogezea jinsi ya kuhariri nyaraka yako ulioiandaa kwa msaada wa AI ili isomeke kuwa imeandaliwa na mtu halisia. Ungana na mimi nikuelekeze hizo hatua 3 muhimu ili kusudi ukapate kujifunza niweze kuwa msaada kwako kwa ajili ya kuandaa kazi zako kwa haraka zaidi. Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia kupitia teknolojia ya akili mnemba almaarufu AI, sasa mtu anao uwezo wa kuandaa nyaraka na kazi zake mbalimbali kwa haraka zaidi ili kuokoa muda na kuongeza ufanisi katika kazi zake. Sasa changamoto inayojitokeza ni kwamba nyaraka au kazi nyingi zilizoandaliwa kwa msaada wa akili mnemba au AI zinaweza kugundulika kirahisi sana na kukupunguzia thamani yako ya kuandaa kazi zako kwa kuonekana kuwa umenakili kutoka katika mtandao. Sasa leo nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kuhariri nyaraka au kazi zako na zisiweze kuonekana tena kama ziliandaliwa kwa msaada wa akili mnemba ama AI. Hatua ya kwanza itakuwa ni kuandaa kazi yako kwa kutumia programu yoyote ya AI. Kwa mfano mimi nimetumia ChatGPT kuandaa swali ambalo lilikuwa linasema ni kwa namna gani teknolojia ina athari katika maendeleo ya biashara nchini Tanzania. Kazi yako itakapokuwa imekamilika, utakuja hapa chini unaikopi. Utaikopi kama unavyoona kwenye screen yako. Kwa hiyo ndio hatua ya kwanza. Kwa kufungua AI yoyote kama ChatGPT, unaandaa kazi yako. Ukishaiandaa, ukipewa majibu yake basi unayakopi. Hatua ya pili itakayofuata ni kwenda kuangalia hiyo kazi yako ina tabia za AI au inaonekana kuandaliwa kwa AI kwa asilimia ngapi. Kwa hiyo tutatumia programu nyingine ya pili au AI application nyingine ya pili. Mimi hapa nimetumia Zero GPT kuweza kuangalia hii kazi yangu ina asilimia ngapi za kuonekana kwamba imeandaliwa na AI. Kwa hiyo twende kwa hatua ya pili. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitafungua Google, alafu nitaandika application ninayotaka kuitumia au AI ninayotaka kutumia. Kwa mfano mimi nimetumia hii Zero GPT. Nitaifungua kama inavyoonekana. Nikishaifungua, nitapaste ile kazi yangu niliyoitoa kule ChatGPT. Ili kusudi niweze kuiangalia ina asilimia ngapi za kuonekana kuwa imeandaliwa na AI. Kwa hiyo nitakuja kukliki hapa. Baada ya kuipaste nitakliki hapa. Na ukiangalia vizuri kwenye screen yako inaonekana hii kazi yangu kwa asilimia 99 imeandaliwa kwa msaada wa AI. Your input is likely AI generated. Na imepitishwa kwenye application nyingi sana kuicheki kama imeandaliwa na AI na hadi haya matokeo kuweza kuyapata. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba kazi yako inaonekana kuandaliwa kwa AI kwa asilimia ngapi, utakuja hapa kushoto, utaikopi hiyo kazi yako. Ukishaikopi, maana yake ni kwamba tutaipeleka kwenye AI application nyingine aina ya Bypass GPT
gpt.ai, ambayo hii sasa katika hatua ya 3 itatusaidia kuibadilisha hiyo kazi yako ambayo katika hatua ya 2 imeonekana kuwa imeandaliwa na AI, kuifanya iweze kuonekana imeandaliwa kwa uwezo wa mwanadamu halisia. Hiyo ndio hatua yetu ya 3 itakayofuata. Sasa twende kwenye hatua ya 3 tuweze kuona. Okay, hatua ya 3 utakuja hapa kwenye browser yako, utatype bypass gpt.ai, ambayo ni application itakayokusaidia kubadilisha kazi yako kuifanya kuwa imetengenezwa na binadamu. Utakuja kuipaste hapa. Unaweza kaona hapo kwenye screen yako. Utapaste kazi yako hapo. Ukisha paste, angalia hapa chini kuna button imeandikwa humanize. Hiyo button itakusaidia kubadilisha command itakayosaidia kubadilisha kazi yako. Sasa hapo kazi inaanza kubadilishwa. Kazi yako inaanza inabadilishwa kuwa na kuonekana kwamba imeandaliwa na binadamu. Na unaweza kaona hapa kuna applications zilizotumika kucheck hiyo kazi yako za kutosha kabisa. Kwa hiyo hii ndio kazi yako ambayo tayari imeshabadilishwa kutoka kutengenezwa na AI hadi kutengenezwa na mwanadamu. Kwa hiyo utakachofanya, tukuja kwenye button hii hapo unaiona imeandikwa copy. Utakopi kazi yako ili kuirudisha kwenye Zelo GPT. Utairudisha kwenye Zelo GPT ili kuweza kuhakiki ni kwa asilimia ngapi sasa inaonekana kuwa imeandaliwa na kwa uwezo wa binadamu. Zelo GPT hii hapa, utakuja utapaste hapa. Ukisha paste, alafu uta click check for AI ili kukagua. Itaanza kucheki na ukiangalia itakupa majibu hapa kwamba the content appears human written. Kwa hiyo kwa sasa hivi inaonekana imeandaliwa kwa uwezo wa kibinadamu kwa asilimia 99, na asilimia 1 tu ndio inaonekana kwamba imeandaliwa na AI. Kwa hiyo kazi yako itakuwa iko tayari. Na ukiangalia hapa mara ya kwanza ile kazi tulipoipaste, mkote kulikuwa na alama nyekundu za kosa, na hapa maana yake ni kwamba hizi application zote AI application zote za kucheki zilizotumika hapa zilionyesha kwamba ile kazi yako ya awali ilikuwa na makosa, kwa maana ya kwamba ilikuwa imeandaliwa na AI kwa asilimia kubwa. Lakini sasa hivi baada ya kuibadilisha na kuikamilisha, kuiconvert kutoka kutengenezwa na AI hadi kutengenezwa na binadamu, unaweza kaona sasa hizi applications za kucheki zote zimetiki na kuonyesha kwamba kazi yako asilimia 99 imeandaliwa na uwezo wa kibinadamu. Na ndio maana majibu haya yamekuja kwamba the content appears human written. Kwa hiyo hiyo ndio namna ya kuweza kubadilisha kazi yako ambayo umeiandaa kwa AI ili kusudi iweze kuonekana kwamba imeandaliwa kwa uwezo wa kibinadamu. Kwa hiyo unaweza kufuatilia tena maelekezo hayo kama hujaelewa vizuri, basi itakusaidia kuweza kujifunza namna ya kufanya kazi zako kwa kutumia AI. Basi nikushukuru sana, hadi wakati mwingine. Asante.